What's up, everybody? It's not Golden once again. Okay, bana, nitaendelea na concept ile ile ya mwanzo pale tulipoishia. Tulikuwa tunaelekezana kuhusiana na scalping mode, namna gani tuna scalp katika hizi pair za cryptocurrency, na mtu unaondoka na pesa zako fresh bila longolongo. Sasa leo mimi nitakazia au nitaendelea pale pale nilipoishia. Nitarudia kitu kile kile kimoja ili kila mmoja kimkae kichwani. Though mimi naweza nikawa sio mwelekezaji mzuri, ila nitahitaji tu upate concept ya kile kinachoendelea, alafu ufanye backtest 2-3, ufanye backtest zako kama 30 hivi, uangalie je zinakupa rate gani, alafu ndo uingie kwenye mchongo mzima. Maelekezo mengine mengi yako kwenye description, unaweza ukasoma. Kama haujaelewa unaweza ukatranslate fresh tu ili mambo yaweze kwenda sawa. Kama tulivyosema, kama kuangalia video za nyuma unaweza ukaziangalia kwamba tukihitaji kuscalp tunaangalia time frame 2 tu. Tunaangalia time frame ya 1 day, tunaangalia na time frame ya 4 hour. Hii 4 hour tunaifanya kama alternative. Ile time frame yetu mama inakuwa ni 1 day, ndio inayotupa move kubwa ya kuweza kupata kiasi kizuri au ya kuweza kupata asilimia nyingi. Ila 4 hour itakupa asilimia ndogo kwa sababu movement yake haitakuwa sawa na ya 1 day. Lakini entry zetu tunachukua entry 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes na 3 minutes. Okay, hebu tuangalie tena. Lakini pia kitu kingine ambacho naweza kurudia chap chap ni kwamba huwa katika 1 day tunaangalia area ya resistance, kwamba je, sasa hivi price imefika katika area ya resistance ya 1 day. Ndiyo imefika. Kama imefika, basi moja kwa moja tunaenda katika lower time frame, tunachukua zetu entry, tuna enter trade. Sawa? Risk management on all that stuff ni vitu ambavyo unatakiwa ujue. Kama huvijui, basi unaweza kaniona tu kwa kuelekeza for free. Okay? Kama pia utakuwa unaweza kusoma kwa mtu mwingine au mtandaoni, pia unaweza ukasoma na ukaelewa tu. Okay, kama kawaida tulisema kwamba coin ambazo tunaziangalia huwa ni top gainers. Mbona usisahau hicho kingine. Kwa hiyo unaenda zako kwenye pair za top gainers kwa siku hiyo. Labda leo nitaangalia top gainer wangu anafanya nini sokoni. Naweza nikamchukua wa kwanza wa juu kabisa, alafu nitaangalia je ameshafika katika area ya resistance ya 1 day. Yes, ameshafika, basi naenda zangu ku execute trade tu. Let's say labda leo nikiangalia naona ambayo yuko kwenye top gainer wa leo ni huyu hapa. Huyu naona yuko vizuri. Though mimi na trade Max na Binance, lakini huwa napenda Max si sana, maana movement zake huwa ziko vizuri. Yaani volatility yake naweza nikasema hivyo iko vizuri zaidi. Tunasemaga pia za Max zinamwaga hela sana kuliko za Forex. Ni mtazamo tu. Jinsi unavyo manage risk zako ndio jinsi unavyopata mitonyo yako. Okay. Nita select 1 day. Let's say pair yangu ni kama hii. Nafanya kama mfano hapa, mifano kadhaa, tufanya backtest kama kadhaa kila mmoja aweze kuelewa. Pair yangu ni kama hii hapa. Hii pia inaitwa HOSICO USDT. Hosico USDT. Okay, nitakuja zangu 1 day as usual. Area resistance ya 1 day ni hii hapa. Umeona? Tafuta area resistance ya 1 day bado haijafikiwa. Huwa inaanzia hapa mpaka hapa. Hii yote ni area ya resistance ya 1 day, ambapo tunategemea kwamba market ikifika hapa juu au ikifika eneo hili hapa, yani area yoyote ile mpaka hapa juu, iweze kuresist kushuka huku chini. Lakini kushuka huku chini kabisa sina uhakika napo. Sisi tunahitaji move ndogo tu katika lower time frame
ambayo itakayotupa asilimia kubwa kama asilimia 1000, asilimia 500, 300, 200 kwenda juu. Ushaona? Ndio vitu ambavyo tunavitarget. Kama hii haikufika katika area ya resistance ya 1 day, lakini ukikuta haijafika katika area ya resistance ya 1 day, na wewe siku hiyo labda umeangalia coin labda kama kwa muda huo, si unajua na akili nayo pia kuna muda inachoka. Umeangalia coin, umeona kwamba 1 day area za resistance coin unazoziangalia ziko mbali, una uwezo kushuka katika alternative time frame ambayo tumesema ni 4 hour. 4 hour hapa ukachora area yako ya resistance, let's say ni hii hapa, tena ilifikiwa vizuri tu, mfano utakuwa ni mzuri kabisa. Area ya resistance ya 4 hour ni hii hapa. Hii yote hii ni area ya resistance ya 4 hour. Kwa hiyo anything inside this box au after touching this area, tunasema area ya resistance tayari imeshafikiwa. Tunachokifanya, tunashuka lower time frame ambao ni 15 minutes, tunaangalia je, baada ya kugusa area ya resistance nini kilitokea? Je, tunaweza tukapata confirmation yoyote ya kutushusha huku chini walau kidogo tu, tuhitaji itushushe sana, itushushe kidogo tu. Sawa, na confirmation tunazoangalia, tunaangalia candlestick signals katika hii area ya resistance. Ni signal gani ambayo tumepata eneo hili? Sawa bana. Tukiangalia 15 minutes tunaona hatuna clear signal ambayo inaweza ikatupa move ya kutushusha chini. Kwa hiyo utakiwa uforce market. Tunarudi low time frame nyingine ambayo ni 5 minutes. 5 minutes mimi hapa nimeona kitu hapa. Kuna hii signal, ni signal nzuri sana hii. Hii hapa. Ambapo ukiona tu kendo ya bullish imepanda moja kwa moja au yani kuna impasse ya namna hii, alafu kendo nyekundu ikaja ikafunga kama ilivyofunga hii hapa, hata ikafunga hapa katikati hapa area hizi, ikafungia hapa, hiyo ni signal nzuri sana ya wewe kuweza kukushusha huku chini. Ni rahisi tu, yani baada ya hii kendo kufunga unaweka stop loss hapa. Kuna sisi ambao kidogo tuna uzoefu wa kutrade, tunajua nini cha kufanya ili tuweze kuingia. Obviously siwezi nikaingia hapa, stop loss yangu itakuwa kubwa sana. Sawa, in terms of risk management and all that stuff, nitajua kwa nini nakuja kuingilia huku juu either hapa ili niweze kupata zangu profit nani price ikiwa inashuka huku chini huko. Umeona? Kwa hiyo ninachokifanya ni leverage yangu, risk management yangu, amount ambayo nitakuwa naingia nayo sokoni. Umeona? Ndio vitu ambavyo nitakuwa naviangalia. Nikisha press trade natulia. Signal nzuri kabisa na ni signal ambayo naiamini. Umeona? Kama unataka kushuka lower time frame zaidi, kujiridhisha zaidi, unashuka 3 minutes, unakutana na hii engulfing pattern, powerful engulfing pattern. Waliosoma candlestick signals hapa wanaelewa nini kimetokea hapa. Hii hapa. Baada ya kuona signal, as I told you before, utakiwa kuingia immediately hapo hapo. Hapana. Wait. Then execute trade. Stop loss yako weka hapa juu. Nothing else ambacho yani hamna kitu yani hapa hamna sehemu anaenda. Apumui popote pale. Eneo hili. Hamna sehemu market itaenda itafanya chochote. Lazima tuishuke chini. Umeona? Kwa watu wa scalping hapa, hii ni kitu ambao huwezi kuambiwa na mtu yoyote yule. Umeona bana? Mtu yoyote hawezi kukwambia. Though hii hapa ni trade ambayo ilikuwa ni nzuri kabisa. Na sio ya kuogopa wala sio ya utata. Umeona? Kama hapo tumemaliza hiyo moja, uje tufanye na mfano mwingine tena. Need everybody to understand this.
Sihitaji kila mtu ashindwe eti kutrade si kwa sababu ya factors gani, hapana. Au mtu aone soko gumu kwamba nikiingia sokoni sitapata hela, hapana. Risk management, money management ndio vitu ambavyo unatakiwa unavyo kama trader. Hizi stuffs nyingine huwezi kumove soko linapotaka kwenda, sababu wewe sio market maker, wala wewe sio soko, wala hamna mtu anayejua hivyo vitu. Umeona bana? Mfano mwingine naweza nikatoa hii coin ambayo inaitwa nimeangalia top gainer nyingine RDO USDT. Kwa nitarudi tena one day as usual. Nitaangalia area yangu ya resistance iko wapi. Inaniambia iko wapi. Area resistance ni hii yote. Yote ni area resistance ilipokuwepo ya one day hii hapa. Je, market inafanya nini sasa hivi? Okay? Market yangu ili drop mpaka huku chini. Sasa hivi imepanda, imeingia katika area ya resistance. I have to look entry ambayo itanishusha huku chini, kwa sababu imeshagusa area ya resistance. Kama unavyoona area ya resistance ni kubwa sana. Hii coin inaweza ikawa na trap nyingi sana hapa katikati hapa. Sawa, lakini all in all tunafahamu kwamba tuna risk. Kama scalper, risk kidogo pata kikubwa. Hii imekupiga, achana nayo, kuna nyingine, kuna kesho tunasemaje. Kwa hiyo naweza nikashuka 4 hour, maana area ya resistance ya one day kidogo inaonekana ni kubwa sana. 4 hour area resistance ni hii hapa. Umeona bana? Very simple. Mimi sitaingia hii trade, nitasubiri mpaka area resistance ifikiwe hapa. Baada ya kufika kwenye area resistance, nitaangalia confirmation entry, itanishusha huku chini. Nitaondoka na profit yangu, nitakaa pembeni. Nitaangalia nyingine, same thing every day. Hivi ndio vitu tunavyofanyaga. Ukiingia kwenye Instagram yangu, ukienda Sna Golden Instagram, utaona na posti status za hivi vitu ambavyo unavifanya. 1000%, 500%, 300%, 200% ya mtaji ambao umeingia nao sokoni. You can earn. It's very simple. Risk management, money management. That's is trading. Hizi bla bla nyingine watu watakwambia mengi sana, lakini hivi ndio vitu ambavyo daily tunavyofanya sokoni hapa. Hamna kitu cha akili sana, labda mahesabu sana. Mtu anatumia mahesabu sana, sio au trading anajua mtu aliyesoma sana, ambaye hajasoma ajui. Hakuna hivyo vitu. Ni vitu ambavyo we learn through the market. Inatuambia nini ndio tuna execute. You see? Okay, nitachora kama hii, naweza nikachora, alafu baadaye labda naweza nikaweka mstari wangu hapa, nikaweka alamu yangu. Mstari ukiguswa tu basi nipate notification kwenye simu. Baada ya notification nikija naangalia trade yangu na execute. Nakaa pembeni, naacha market ifanye kazi yake. Imeenda kwenye profit, nahitaji kujiachia, nasogeza stop loss kwenye profit na iacha. Ikinipa profit ambayo ni nzuri na close, na kaa pembeni as a scalper, kwa mtu anaye scalp. Sawa bana. Je, tuangalie nyingine tena hapa. Kuna kama usipoelewa unasema. Kuna hii nyingine inaitwa Comp USDT. Comp USDT. Naona kwa muda huu pia hii ni top gainer. Okay, same thing. Tunarudi one day. I don't believe 4 hour too much. So make sure kwamba area ya resistance ambayo ni very strong, ambayo itakupa move nzuri, though ni ya one day. Okay, I can say hii ni moja kati ya area yangu ya resistance. Market ilitapu hapa, market imetapu hapa, market imetapu hapa. We have to go down. Kama tusipoenda chini, hii market hii price itavunja hapa, na kama ikivunja hapa, basi mimi nitasubiria area resistance hapa juu hapa. You see? Same thing. Kwa
close area yangu ya resistance, nitashuka lower time frame ambao ni 15 minutes. Market si imeshaingia sehemu mimi ninapopataka bwana. Okay, nitakutana na hii hapa candlestick signal. A very 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 good candlestick signal. Sitakuwa na chochote cha kufanya zaidi ya kusubiria ifunge. Ikifunga hivi tunasema ni inverted hammer. Nita execute trade yangu, nitaisubiria huku chini. As you see, huku chini kuna vitu vingi vya kuniambia mimi ni sell, ambavyo vina act kama magnet ya kushusha price huku chini. Na hii gap hapa, sawa bana, ina act kama magnet, so tasubiria hii ifunge. Ikifunga hii, basi nita execute trade yangu kwa short, nitachukua hiyo some amount, then I will stay out of the market. That's simple, like that. Very very simple. Although unaweza ukashuka huku chini ukakuta tayari ilikuwa imesha confirm kitambo sana. Same thing, ukakuta tayari imesha confirm na iko pazuri tu. Let's say 5 minutes. 5 minutes, this is not a clear engulfing pattern, but this is a rejection, this is a rejection too. So I have to wait 15 minutes to close, then I execute my trade. Okay, 3 minutes, no clear confirmation, lakini hii hapa ilikuwa ni clear confirmation nzuri, ila kama tunavyosemaga kwamba huwezi kuiforce market. Ilichokifanya hapa, imekuja ime break kaendelea kupanda juu, au huwezi kuiforce market. Though tuna risk kidogo, tunapata kikubwa. Unaweza katika trade 10 unazo trade kwa siku, unaweza ukaluzi trade 7 ukapata trade 3, lakini trade 3 zikakupa profit ya kufidia magepo hadi ya trade 7 ambazo umelose, na ukawa profitable bila kubani account yako. That's risk management. Kama ukihitaji kufahamu zaidi, tunaweza tu tukawasiliana. Very easy, very normal. Kwa nitarudi zangu 15 minutes, nitaangalia hapa mpaka hii candle close. You see kitu kilichofanyika hapa, hii candle haija close bado. Nitaendelea kuisubiria. Kama ikibreak area yangu ya resistance ya 1 day niliyokuwa nimechora mwanzo, okay, nitajua ni nini cha kufanya, kwa sababu nina uzoefu na soko. Ikibreak sita trade hii trade, kwa sababu nategemea kushoti kwa siku ya leo. Na though nawafundisha namna ya kushoti tu, kubai bado sijaanza kuelekeza, lakini ni same thing on opposite way. Umeona? Kwa hiyo yangu resistance ya 1 day ilikuwa ni hii hapa. Ikibreak hii area hapa, mimi nitategemea hii market itakuja sehemu hii hapa. Nitategemea itakuja sehemu hii hapa. Kwa hiyo sitakuwa na shaka kabisa. Nitaisubiria hapa juu. Kama ikibreak hapa chini, nitaisubiri hapa juu. Kwa ni vitu kama hivi. Naweza nikashuka lower time frame 15 minutes to see what's going on right now. Okay, endelea kuiangalia na nini kinachoendelea, nini kinachofanyika. Same thing, then I execute my trade. Very simple, very easy. Umeona? Au naweza muda huu, naweza nikaweka alarm nikaja kutazamia coin nyingine. Compact ndio hiyo. Kuna hii inaitwa RDO USDT. RDO USDT. RDO USDT. Okay, Tether, MXC. Okay, sure. Kitu kama hii sasa. Naenda tena 1 day. Okay, usivunje sheria zako. Usivunje sheria zako hata siku moja.
Kama hii ilifika, tulichukuaga trade hapa hadi hapa. Hapa hadi hapa ni mbali ndugu zangu, ni mbali vibaya mno. Hii trade hii candle hii ilikuwa 1 day. Hapa hadi hapa ni mbali, si mchezo.